uchovu wa mwili kwa sababu gani unakuwa ni chanzo cha kukata tamaa? Kwa sababu Ellen G. White anasema akili na mwili zimeungamanishwa sana. Ili akili iwe imara na yenye usawaziko, mwili unapaswa kuwa katika hali nzuri iwezekanavyo pia. Kwa namna hiyo, kwa sababu mwili ulikuwa umechoka, mwili wa Elia, hata akili yake ilianza kuchoka. Kwa hata kufikiria kwake alikuwa hafikirii vilivyo vyema. Si tunaelewana? Sasa hebu angalia. Baada ya hiyo dalili ya kwanza, dalili ya pili ya kukata tamaa ni udhaifu wa kiakili. Kutokana na kwamba mwili umeuchosha sana, basi akili na yenyewe inadhoofika. Kwa nini akili inadhoofika? Tunatambua kwamba vile vitu vyote ambavyo nimevitaja ikiwemo lishe huwa vinasafiri kutoka kwenye mwili wa kawaida kwenda kwenye ubongo ama kwenye akili kwa kutumia damu. Kama mwili wako umeulisha na vyakula visivyo sahihi, yani umeunywesha pombe, umevutisha sigara, si umefanyaje, ile damu iliyo dhaifu inachukuliwa kupelekwa kwenye ubongo. Automatically hata ubongo na yenyewe utalishwa chakula kisicho imara. Matokeo yake utadhoofika. Hello, Bwana ni mwema. Sasa ukishadhoofika, nini kinachofuata? Ni kwamba akili iliyochoka hulemewa na mkazo ama tension, na akili inaanza kuzalisha hofu. Ile hofu inapotokea, nguvu za kufikiria vizuri huwa zinapungua, na zikishapungua, basi imani ama kushika ile kuwa na tumaini ama kuwa na imani juu ya Mungu kunapungua. Tunaelewana? Sasa hebu sikiliza. Elia, baada ya lile tukio, Elia akakutana na kauli ya Yezebeli, ikamwambia, mithili ulivyowafanyia wale manabii wale 400, mithili ulivyowaua, mithili ya mmoja wapo ulivyomuua vile, na mimi kesho nitakufanyia hivyo hivyo. Watu wengi wanasema kwamba Elia aliogopeshwa na ile kauli ya Yezebeli. Inawezekana ni kweli, lakini kile kitu kilichotokea ni hiki hapa. Elia alipata ile kauli akiwa kwenye hali ya kuchoka. Mwili umekuwa dhaifu, amekimbia kilomita zote zile, amefanya kazi yote ile. Sasa alipopokea ile kauli, akili yake ilishindwa kuchanganua vizuri ile kauli ya Yezebeli. Hivyo Elia kaingiwa na hofu, kwa sababu akili tayari ilikuwa imechoka na yenyewe kutokana na kazi aliyoifanya. Hivyo option ya Elia aliyoamua kuichagua kwa wakati huo ilikuwa ni kukimbia, kuamua kutoroka kwa sababu ya hofu gani? Hofu ya kifo. Unaelewana? Kwa Elia aliogopa kifo, lakini akawa amesahau kwamba kuna Mungu aliyeshusha moto mbinguni jana akaua watu 400 na kadhalika pale. Alisahau kwamba huyo Mungu nikimuomba anaweza kumuua huyu mwanamke mmoja. Hiyo inaindicate kwamba hata kwenye maisha yetu, hata kama Mungu ametufanyia mambo mazuri kiasi gani, kuna kijambo kimoja tu kidogo ambacho kinaweza kukukatisha tamaa kwenye safari ya maisha, endapo mtindo wa maisha hauzingatii vizuri, endapo mwili wako haupumzishi vizuri, na akili yako pia inapatwa na hali ya kuchoka. Bwana Yesu asifiwe.